kifo kilikuja kwetu kwa huyo Adamu wa pili Kristo, tunalo tumaini. Tulipoanguka Edeni, Kristo dhamana kwetu. Tulikufa wale kwake, tunaishi hukumu ya kifo. Aliondoa, hatuna deni tena. Kwake Adamu huyo wa kwanza, kifo kilikuja kwetu kwa huyo Adamu wa pili Kristo, tunalo tumaini. Tulipoanguka Edeni, Kristo dhamana kwetu. Tulikufa wale kwake, tunaishi hukumu ya kifo. Aliondoa, hatuna deni tena. Kwake Adamu huyo wa kwanza, kifo kilikuja kwetu kwa huyo Adamu wa pili Kristo, tunalo tumaini. Tulipoanguka Edeni, Kristo dhamana kwetu. Tulikufa wale kwake, tunaishi hukumu ya kifo. Aliondoa, hatuna deni tena. Bwana Yesu asifiwe. Bwana ni mwema na wakati wote. Basi nipende kualika tuweze kusimama na wimbo namba 46. Bwana 6. Praise team kama mpo muwai hapa tuimbe. Tusimame. Miguuni pake Yesu. 3. Miguuni pake Yesu, maneno yake tamu, pahali palipo heri, niwepo kila siku. Miguuni pake Yesu, nakumbuka upendo na hisani vyake kwangu, vimenivuta moyo. Miguuni pake Yesu, hapa pahali bora pa kuweka dhambi zangu, pahali pa pumziko. Miguuni pake Yesu, hapa nafanya sala, kwake napewa uwezo, faraja na neema.
haki yangu. Tuombe. Baba yetu na Mungu wetu, tunashukuru sana kwa ulinzi wako na wema wako ambao umeweza kutupatia mpaka masaa haya. Tunakualika sasa uje ukae nasi, utupatie masikio ya kuweza kusikia katika kipindi hiki cha kwanza. Kila ambacho umeweza kumpatia mtumishi wako aweze kukileta katikati yetu, zidi kuweza kulifanya kwa baraka katika maisha yetu. Asante, na tunaamini kwamba utakuwa pamoja nasi. Tunaomba na kuamini katika jina la Mwana Yesu Kristo. Amen. Nachukua fursa hii nami kuwasalimia wapendwa katika Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe tena. Asante, mbarikiwe. Asante waimbaji kwa kutufungulia na mibaraka ya nyimbo. Kweli miguuni pake Yesu mambo yake ni matamu. Mahali palipo heri wewe nami tuwepo kila siku. Somo langu asubuhi hii linasema weka nguvu betri yako ya kiroho. Wekeni nguvu betri yako ya kiroho, yaani Kiingereza recharge your spiritual battery. Amen. Katika nyakati hizi wapendwa, ningependa fungu hili tuongoze Luka 24:30 mpaka 32 ili nizungumzie topic hii, weka nguvu betri yako ya kiroho. Inasema hivi: ikawa alipokuwa ameketi nao chakulani, alitwaa mkate, akaubariki, akaumega, akawapa. Yakafumbuliwa macho yao, wakamtambua. Kisha akatoweka mbele yao. Wakaambiana, je, mioyo yetu haikuwaka ndani yetu hapo alipokuwa akisema nasi njiani na kutufunulia maandiko? Wapendwa, tuko nyakati za majaribu na nyakati ngumu sana. Kwa hivyo, kwa sababu ya hiyo, mimi nawe tunahitajika maisha yetu ya kiroho yatiwe nguvu kwa uwezo unaokoa wa Mungu. Haleluya. Kama vile betri yako ya simu. Wangapi hapa tuna simu zao? Wangapi wana simu? Yangu iko hapa. Wangapi wana simu? Asante. Kwa hivyo ninachozungumzia tunakielewa. Kama vile betri yako ya simu unapoendelea kuitumia, kuna mahali inakuonyesha kwamba inaendelea kupunguka kiwango fulani. Si ni kweli? Na hizi smartphone sasa siku hizi inakuonyesha hata asilimia. Si ni kweli? Imefika asilimia 90, 80, 70, ikiendelea hivyo hivyo. Usipofanya jambo na kuweka kwenye moto, kuna wakati itafika sasa inaonyesha alama nyekundu, si ndio? Inakualert, inakwambia iko hatari, iko karibu kufanya nini? Kuzima. Hebu iweka kwa moto kabla ifanye nini? Izime. Na ukikosa kuzingatia hilo, uendelee na shughuli zako, nini itatendeka? Nini itatendeka? Itazima, kwa maana ile moto itakuwa imeisha. Na swali ni je, matokeo ni yapi? Hautaweza kufikiwa. Utasikia sasa mtu akikutafuta, mteja wa nambari unayomtafuta apatikani. Na je, ikiwa kwa mfano wewe ni mzazi, umeacha mtoto nyumbani na kuna hatari imetokea na unatafuta uweze kuokoa na uwezi fikiwa, je, unaweza saidia? Hautasaidia. Kwa hivyo hatari ndio hiyo. Kwa hivyo ukiwa kama kuna emergency, kwa sababu simu imezima, hautaweza kufikiwa. Vile vile katika maisha ya kiroho, kuna pia wakati Mungu ananena nayo kwamba hauko sawa. Maombi yako hayako sawa. Maisha yako ya kiroho hayako sawa. Wengine hatuzingatii. Tumekuwa kama ni kawaida, tutamalizia kuzima, na hata Mungu akijaribu kunena nasi haitawezekana. Je, betri yako ya kiroho imeisha moto wake? Je, imefika kiwango hivi kwamba hautaweza kuwasiliana na Mungu wako? Na hivi kwamba hata yeye akijaribu kuwasiliana na wewe hawezi kukupata? Ndugu yangu, tunaalikwa kwamba twapaswa kila wakati tuzidi kuweka betri zetu za kiroho moto. Haleluya. Na usiruhusu kwamba ishe kabisa. Usiruhusu kabisa mpendwa. Na ukumbuke kwamba ni Mungu ndiye anakutia nguvu.
Mungu ndiye atakuthibitisha katika upendo. Ni Mungu ambaye anaweza kufanya zaidi unayofikiria hata utakapoomba. Haleluya. Kwa hivyo una nafasi, mimi nawe leo hivi, na goli letu ni kwamba tuchaji betri zetu za kiroho kabla muda ujaisha. Lakini swali laja, nifanyaje basi? Nimeelewa kwamba betri yangu inaweza isha. Sasa nifanyaje ili niepukane na betri yangu kufanya nini? Kuisha moto. Jambo la kwanza kabisa la kimsingi ni kwamba jilishe neno la Mungu kila siku. Haleluya. Yaani hakuna shortcut. Jilishe neno la Mungu kila siku. Unaposoma katika Kumbukumbu ya Torati 8:3, jambo hili liko huko. Maandiko inasema hivi, Kumbukumbu ya Torati 8:3. Akakutweza, akakuacha uone njaa, akakulisha kwa maana usioijua wewe wala baba zako hawakuijua, apate kukujulisha ya kuwa mwanadamu aishi kwa mkate tu, bali uishi kwa kila litokalo katika kinywa cha Bwana. Haleluya. Kama aujilishi neno la Bwana kila kunapokucha, ni rahisi kuanguka wapi? Majaribuni. Kwa maana Mwokozi wetu Yesu Kristo, ambaye tumechukua jina lake na tunamuiga na ndiye mfano wetu, alimshinda shetani kwa kusema imeandikwa. Je, mimi na wewe tunajua kilichoandikwa? Tunakifahamu? Kwa hivyo kuepukane kuingia majaribuni ni kwamba tujilishe neno la Mungu kila siku. Amina, watu wa Mungu. Ni muhimu sana. Ndio maana tunahimizana kila siku kuwa na daftari, kuwa na kalamu, kuwa na Biblia yako. Fuatilia tunapoendelea na mafundisho, ili ulisho vema kiroho. Kuwa na muda na Biblia. Kuna watu wanangoja mpaka Sabato wasikie kinachohubiriwa, na hata wakati mwingine aandiki, yeye mwenyewe asome Biblia yake, anasikia hilo, anarudi nyumbani. Hapana, huwezi kukua kiroho kama ndivyo ilivyo tabia yako. Utapungukiwa kabisa. Ndio maana ili tufikie kiwango cha kuwa kafara inayompendeza Mungu, tujilishe neno la Mungu kila siku. Paulo anapoandikia Warumi anawaambia hivi, Warumi 12:2, anasema hivi, wala msifuatishe namna ya dunia hii, bali mgeuzwe kwa kufanya upya nia zenu, mpate kujua hakika mapenzi ya Mungu yaliyo mema, ya kumpendeza na ukamilifu. Amina. Unajua kuna mahali nilisoma ikanifurahisha sana. Kuna kile kitabu inaitwa Counsels for the Church, ushauri kwa kanisa. Kaniambia hivi, mbona imani ya wengi imedhoofika? Mbona watu wamekosa motisha hata moyo katika mambo ya neno la Mungu, mambo inayohusisha mambo ya imani? Mwandishi akasema hivi, kabla hujauliza mtu, hata we mwenyewe jioji. Je, ni kipi kile unapenda kuzungumzia? Ni mawazo yapi yale ambayo unakuwa nayo? Na je, mkikutana na mtu alete swala fulani ama topic, ni ipi unapenda kuchangia sana? Haleluya, ndugu Edwin. Yaani hivi kwamba mtu akileta topic ya mpira, na mwingine aleta topic ya siasa, na mwingine aleta topic ya Biblia, ni gani unachangia sana? Hapo ndipo ulipo. Unapata Mkristo topic ikiletwa ya siasa ako chonjo, anachangia, anagombana, yaani ni kana kwamba story ilikuwa yake. Lakini leta topic ya Biblia, anajikunja, ana la kusema. Anachoka. Ni kuonyesha hauna muda na neno la nani? Ukiangalia kama siku hizi shetani ameleta mitego mingi kwenye social media. Mtu anajua kinachoendelea Facebook, anajua nini inaendelea wapi, lakini muuliza habari ya wokovu. Ana habari. Muulize wokovu ni nini, hata kujibu. Muulize ni nini imani. Ninasikia imani, mnasema Wakristo imani ni nini? Unaweza mueleza. Mnasema wokovu ni nini?
Mnasema nimpokee Yesu. Kwani Yesu ako wapi nimpokee? Ninampokeaje? Utawezaje kumweleza? Wapendwa katika Kristo, mnanielewa? Tuko pamoja wapendwa katika Kristo. Kwa hivyo neno la Mungu kuwa na muda nalo kama Mkristo, hiyo ndio silaha, ndio maana inaitwa upanga wa Roho. Haleluya. Si tuko vitani. Kwa hivyo upanga wetu ni nini? Kienda vitani na uko mikono mitupu, hiyo ni vita gani unaenda kupigana? Kwa hivyo watu wa Mungu, neno hili jamani, Mungu atusaidie sana. Tulienzi, tulisome, tulielewe na tulifanyie kazi. Amina. Kuna watu wengi, mimi ninaposafiri hivi nikitembea, hata kwenye gari, unapata watu wanagombana kwa jambo dogo, kwa maana hawajui maandiko yanavyosema. Wakati mmoja nikapata watu wanagombana katika gari, unasema unajua kuoa wanawake wengi si shida, hata Ibrahimu. Nikawasikiliza tu nikacheka, nikasema mzee, unachosema unakielewa ama ulisikia? Swali, wao unasema wake wengi Abrahamu aliwaoa, hebu anza kunitajia. Nikapata ajui, nikamwambia Agar si Mungu alimwambia muoe. Alipomuoa ni mipango yake na mke wake, na angalia madhara iliyoleta. Mungu akuruhusu. Haleluya. Kama ni Kezia, samahani, yule mwingine unasema ambaye anaitwa Ketura, akumuoa Sara akiwa hai. Sara alikuwa amefanya nini? Amefariki tayari. Kwa hivyo kuna mambo mengine watu wanaongea wasielewe. Kwa hivyo jambo la kwanza, ili pedri yako ya kiroho iwe hai, soma maandiko. Haleluya. Fanya urafiki na Biblia na uisome kwa kuomba. Pointi ya pili, wekeza muda wako kwa maombi ya binafsi. Haleluya. Wekeza muda wako kwa maombi ya Roho. Nabii nimesoma mahali pamoja inasema hivi, tunapokutana kama umma, maombi hayo ni muhimu sana, ni vizuri, ni ya mibaraka, lakini ili ukuzwe kiroho unahitaji maombi yako binafsi. Haleluya. Je, unakuwa na muda wako binafsi kuomba? Sikia vile maandiko yanavyosema. Zaburi inasemaje? Zaburi 147 mstari wa 10. Maandiko inasema hivi, 147 verse 10. Mungu apendezewi na nguvu za farasi, wala airidhii miguu ya mtu. Haleluya. 11. Bwana huwaridhia wao wamchao na kuzitarajia fadhili zake. Kuwa na muda wako pekee kuomba ni muhimu sana. Usingoje mpaka shida ije ndio uanze kumgeukia Mungu kwa maombi ili akuokoe. Usingoje msaada wa mwanadamu kukufeli ndio ukimbilie Mungu kwa ajili ya kupata nguvu. Ukisoma Zaburi 33 mstari wa 16-17, kuna jambo huko inasema hivi, hapana mfalme aokokaye kwa wingi wa uwezo, wala shujaa aokoki kwa wingi wa nguvu. Farasi hafai kitu kwa wokovu, wala mponyi mtu kwa wingi wa nguvu zake. Yaani usingoje umetegemea mtu alikuwa na nguvu akakufeli ndio unaanza kukumbuka Mungu. Haleluya. Mkumbuke wakati wote, hawezi kukuaibisha. Ndio maana mkumbuke ile statement tulisoma juzi, mtumishi Poda alipokuwa anafundisha, inasema hakuna aliye salama kwa risali moja ama siku moja bila nini? Maombi. Hauko salama, siko salama. Ukisoma Mathayo 26:41, Yesu alisema, basi kesheni na kuomba msiingie majaribu. Yesu ndiye anasema hayo. Hata katika ile ombi kuu inasema tuepushe na majaribu, usitutie nini? Usitutie nini? Lazima uombe. Nakumbuka katika mwaka huu sina siku 10 za maombi, statement moja nilipata nzuri ambayo inatoka kitabu cha Pray, inasema hivi, usiruhusu mrundiko wa shughuli zako ikakufanya nini? Ikakukosesha muda wa kunena na Mungu katika maombi. Unajua Mungu ananena nasi kupitia kwa neno, nasi tunawasiliana naye kupitia kwa maombi. Kwa hivyo ukinena na Mungu na yeye msikilize kupitia kwa neno lake kwa kulisoma. Pointi ya 3. Ishi maisha ya ibada na kushukuru Mungu. Kwa mfano hii wiki ni ya ibada, na wewe furahia kuwa miguuni pa Yesu. Abudu na wengine. Haleluya. Muhimu sana.
Furahia kuwa miguu pa Yesu. Zaburi inasema hivi 100. Zaburi sura ya 100 mstari wa 4 na 5 inasema hivi: ingieni malangoni mwaka kwa kushukuru, nyuani mwaka kwa kusifu, mshukuruni, limidini jina lake. Haleluya. Ndivyo tunaalikwa. Ukija miguuni pa Yesu, furahi, shukuru, msifu, kwa maana amekupa hiyo nafasi. Hiyo ni njia moja ya kuweka nguvu betri yako ya nini? Ya kiroho. Usisahau. Watu wa Mungu, tusisahau. Kwa hivyo usiruhusu, yani pata muda. Wathesalonike ya kwanza, unajua nakumbuka wakati mmoja, wakati wa Nehemia 8:10, kuna wakati ile wamejenga hekalu. Sasa baada ya kuwa dedicated, aliwaambia hivi: kufurahi katika Bwana ndiyo nguvu yako. Haleluya. Kama ukitaka nguvu ya kweli, furahini unapokuwa miguuni pa nani? Ndio maana nikapeana hiyo wimbo, miguuni pake Yesu, maneno yake tamu, mahali palipo heri, niwepo kila siku. Niwepo kila siku. Pointi ya 4, kuwa na muda speciali wewe peke yako na Mungu. Unajua kuna ile ya maombi nimesema, na sasa kuna ile muda retreat. Mnajua retreat? Retreat ni wakati gani? Yaani unakaa mbali na watu wanaokusumbua, wewe mwenyewe upate wakati wako mtulivu. Si ni kweli? Pia tunahitaji retreat na nani? Na Mungu wetu. Wakati wa faragha peke yako, hakuna redio, hakuna nini. Yaani wewe ndio usikie sauti ya nani? Watu wa Mungu. Sikia vile Mariko inasema 6:31-32. Mariko inasema hivi: akawaambia, njooni ninyi peke yenu kwa faragha, mahali pasipokuwa na watu, mukapumzike kidogo, kwa sababu walikuwako watu wengi wakija wakienda, hata haikuwapo nafasi ya kula. Mnanielewa watu wa Mungu? Wakaenda zao faragha mashuani, mahali pasipokuwa na watu. Yaani Mungu anasema baada ya huduma na kuhudumia wengine, Mungu anasema pia kuwa na wewe mwenyewe pia na muda wako na nani? Baada ya kuhudumia wengine pia upumzike, utafakari maisha pia. Pointi ya 5 inasema usiache kukusanyika na wengine. Haleluya. Kuna watu wanasema si lazima niende kanisani, hata nikikaa kwa nyumba pia nitaabudu. Biblia ifundishi hivyo. Haleluya. Waebrania 10:25 inasema usiwe na tabia kama ya wengine ya kutoka kwa mkutano. Inasema hivi 10:25, wala tusiache kukusanyika pamoja kama ilivyo desturi ya wengine, bali tuonyane na kuzidi kufanya hivyo, kwa kadri muonavyo siku ile kuwa inakaribia. Haleluya. Yesu amekaribia, tunastahili kuja karibu zaidi pamoja. Amina watu wa Mungu. Pointi ya 6, pata mwenzako katika wakati wa maombi. Yaani usiwe peke yako katika safari hii. Angalau pata mtu ambaye mtakuwa mnahimizana naye katika safari ya imani. Haleluya. Yesu alipokuwa anatuma wanafunzi wake alituma wangapi? Mmoja. Wawili. Lengo ni gani? Kuna wakati unaweza kuwa umelemewa kidogo, akutie nguvu. Na wewe ukipata nguvu, ndio maana Yesu akaombea Petro, akamwambia ninakuombea ili utakapopata nguvu utie na wenzako nini? Nguvu. Kwa hivyo usisahau hivyo. Pata mwenzako. Ndio maana Methali 27:17 inasema hivi. 27:17 maandiko inasema, chuma unoa chuma, ndivyo mtu unoavyo uso wa rafiki yake. Haleluya. Haleluya watu wa Mungu. Pata prayer partner kuhimizana na yeye. Pointi ya 7, pia pata watu waliowaka moto kuhimizana nao. Unajua watu pia unahusiana nao watakufanya imani yako ikae moto ama baridi. Kweli si kweli? Tunaweza kuwa wote kanisani, lakini kuna watu ambao hawana haja na mambo ya Mungu. Ni kweli ni Wakristo, lakini hawajihusishe na mambo ya Mungu, maombi, kusoma Biblia, yaani hawakai serious nayo. Ndio maana pia tunaambiwa
wekeza muda na watu na kushiriki na watu ambao kiroho wako serious. Haleluya. Hujawahi enda mahali unapata watu ni wa imani, lakini wanapokuwa hapa nje kwa shughuli za dunia, wanakaa kama dunia kabisa. Wanavaa kidunia, wanakula kidunia, maongezi yao mpaka unashangaa huyu ni Mkristo kweli? Ndio maana pia epukana, hiyo itakuangusha. Kwa maana kuna mahali nimesoma Petro inasema hivi, ukizoea kusikizana watu wanaonena mambo ya kidunia, itakufanya ukose utaua. Ukijihusisha na mambo wanaonena yasiyokuwa ya kimungu, yani ya kidunia, mchezo, mzaa, kwa maana Mungu hapendi mzaa. Ni kweli, nilisoma hiyo mpaka nikasema kweli Mungu, ndio maana wengi imani yao inazidi kudidimia, kudhoofika, kwa maana yani unaona ni joke, ni kajoke tu kidogo, lakini itakuchukua mbali na Mungu. Wenda angalia hata watu wakati wanapenda sana online, unapata huko TikTok, unacheka siku nzima, yaomba, kusoma Biblia, hujafanya chochote, siku imeisha. Mtu akuulize peana hesabu ya siku ulivyoitumia, unaweza eleza nini? Hakuna kitu. Hujaombea yeyote, hujasoma verse, hujafanya chochote, ulikuwa unacheka tu. Hiyo kicheko itakufaa nini nyakati kama hizi? Watu wa Mungu tunaelewana? Kwa hivyo tuelewe hivyo. Kwa hivyo ninapomaliza, Mungu atusaidie sana. Mungu anataka tutie betri yetu ya kiroho moto. Number 1, maombi. Number 2, soma maandiko. Usome. Ya 3, kuwa wakati wa ibada pia. 4, kuwa na muda wako pekee, yani faragani na Mungu. 5, tumepata kusanyika na wengine. 6, pata prayer partner. Na 7 ni kwamba wekeza muda kwa watu ambao pia wanakukumbusha wewe ni Mkristo, ni nyakati gani tunaishi, tuwe serious na imani yetu. Haleluya. Ngapi wanasema Mungu nisaidie pia katika nafsi yangu asubuhi hii, mambo haya yawe katika nafsi yangu nijengeke, kwa ili nijenge na wengine. Tusimame kwa ajili ya kufanya maombi. Tuamini tunapoomba. Aishie milele, mfalme wa mfalme, Mungu wa Israeli, jina lako litukuzwe. Wewe uliyetukuka umeketi kati ya makerubi, wewe uliyetamka vikao na kwa amri yako vikathibitika. Asubuhi njema, tunashukuru kwa nafasi umetupa ya kusikia neno lako. Uzima na afya umetupa, na wiki umetujalia kwamba tuwe miguuni pako kujifundisha. Tulishe mkate uzima unaotoka mbinguni, tushibishe kiroho kabisa, ili tukitoka hapa tuwe mibaraka kwa wengine. Na katika somo hili la asubuhi tumepata kwamba tunahitaji kuchaji betri zetu za kiroho. Utusaidie kila mmoja katika nafsi yake, kupitia kwa uwezo wa Roho Mtakatifu, tuishwe nafsi zetu, tuwekwe moto, tuamuke. Ile maandiko inasema ili tutekeleze yale ambayo tunapaswa kufanya. Tufanye sehemu yetu, Mungu unapofanya sehemu yako. Tubarikie katika programu zote za siku. Takasa midomo ya wanenaji wote na waimbaji. Ujiinue katika mkutano huu, utuvute na upendo mkubwa wa agape. Nguvu zako na ukuu wako uweze kudhihirika wazi. Uendelee kutuwekea ukuta wa moto. Bariki wanaofika mkutano huu na kupata habari njema. Hata walio mbali nyumbani, sauti inapowafikia, mioyo yao isiwe migumu. Wanaposikia wito wa kuja kujitoa maisha yao, Mungu wavute na upendo mkubwa wa kuja wajitoe, kwa maana kesho haijulikani. Wokovu ni leo, na maandiko nasema ukisikia leo sauti, usifanye moyo kuwa mgumu. Maandiko haijui kesho, wokovu inasema leo tu ndio siku ya uamuzi. Tubarikie wote, jina lako liinuliwe sasa na milele. Kwa jina la Yesu tumeomba hili na hata kuamini. Amen. Barikiwe nyote.